Watoto wa kike wawili wa familia moja, wakazi wa kata Marango Mashariki, wilaya ya Moshi vijijini mkoani Kilimanjaro, inadaiwa mmoja wao anatokwa na haja kubwa katika sehemu ya haja ndogo, ikiwa ni baada ya wote kwa pamoja kubakwa na kulawitiwa wakati wakiwa mikononi mwa shangazi yao anayeishi nchini Kenya. Mama mzazi wa watoto hao akizungumza na waandishi wa habari akiwa katika kata hiyo, amesema kuwa amebaini uwepo wa tukio hilo baada ya watoto hao kurejeshwa nchini na shangazi yao ambaye awali aliondoka nao kwa madai ya kwenda kuwasomesha nchini humo. Mtoto alikuwa anajisikia, anasema mimi mama naumwa huko chini. Namwambia kwa nini umejinyaga? Anambia mama nimesharibika, natoka mavi huko mbele na nyuma. Mimi sijajinyia mamangu. Nisamee, sijajinyia kabisa. Nikachukua hatua nikawapeleka hospitali OPD. Tukaenda pale OPD, akaenda kuchekewa, akakuta ni kweli mtoto ameharibika. Yule daktari kiume alikuwa ananiambia anataka kunipiga makofi. Nikamwambia mimi nilikubali watoto waende kwa Kenya, waliambiwa waende na shangazi yao. Akaniambia hata siku moja usirudie tena kufanya kitendo kama hicho, kuacha watoto waende Kenya. Ukae na watoto wako, usiwaachie tena hata siku moja. Huyu wa pili ndio hali yake mbaya kwa sababu anatoka na mauchafu na kinyesi kutoka nyuma na mbele. Huyo mwingine sio sana kama huyu mwingine. Pengine damu zinatoka? Damu sijaziona. Usaa ndio. Usaa unatoka? Pole sana. Kwa sababu hata akikaa tu anajinyea mwenyewe, anajikojolea kila dakika anakojoa. Huyo wa kwanza ana miaka 10 na huyo ana miaka 8. Huyo wa pili. Kwa sababu hata akikaa tu anajinyea mwenyewe, anajikojolea kila dakika anakojoa. Okay. Sasa shangazi alikuwa na watoto. Hajawahi kuwapigia simu akawaarifu juu ya tatizo hili? Bana. Kabisa. Kwa mpaka watoto wamefika huku ndio na kuja kutambua kwamba hali ndio hiyo. Na aliyewaleta Tanzania ni nani? Huyo shangazi yao. Nilichokishuhudia ni huo uharibifu wa maumbile wa watoto uliofanyika, hasa huyu wa miaka 8. Umeona kwamba akipata haja inatoka nyuma na mbele pasipo taarifa. Yaani hata sasa hivi akitolewa vile vitambaa alivyowekwa akikaa hapa, wewe mwenyewe utashuhudia kitu cha ajabu kinachotokea. Hicho ndo kitu ambacho kama mzazi kiliniuma. Kwa hiyo unahisi kwamba aliofanya haya si watoto wenzao? Hawezi kuwa watoto. Ni watu wazima na si mara moja? Yes, hawezi kuwa watoto. Hakuna mtoto anaweza kuwa na maumbile ya kumweza kumharibu mtoto kiasi kile. Lakini tunaiomba serikali, tunakuomba Mama Gwajima, tumeona ukitusaidia vitu vingi. Tunaomba usaidie familia. Tunaomba usaidie familia kwa sababu pamoja na haya ambayo yanaendelea bado wanapokea vitisho. Aidha, inaelezwa kuwa chanzo cha watoto hao kupelekwa nchini Kenya kwa ahadi ya kusomeshwa ni baada ya kutendewa tukio la aina hiyo na binamu yao mwaka 2023, na kesi iliyokuwa mahakamani kuhusu tukio hilo kuyeyuka katika mazingira tata na mtuhumiwa kuonekana mtaani. Hata hivyo, bibi wa watoto hao amezungumza namna uongozi wa kijiji ulivyoshiriki kuwaondosha watoto hao huku kesi hiyo ikiwa mahakamani. Tuliitwa na mtendaji hapo Idikota. Watoto wakaenda wakajieleza. Baada ya hapo wakapelekwa Himu, wakaenda kuchekiwa, wakakutwa ni kweli wamebakwa. Ndio wakarudishwa hapa nyumbani. Tulipokuwa tunakaa huko nyumbani, ndio huyo mtendaji barua zikaja. Tukaambia tuende ofisini. Tulipoenda ofisini nikakuta kwa mashangazi yake hao watoto. Tulipowakuta hapo, mtendaji kasema hawa watoto tumeamua shangazi yake aenda akasomeshe. Shangazi yake akaitwa, akasema mimi naweza kabisa, naweza kusomesha. Mimi nikawaambia hapana. Wakaniambia we bibi, utaweza kusomesha watoto? Nikawaambia nalikitokea la kutokea. Akasema hamna litakalotokea. Mimi naenda kufundisha shangazi zangu. Ndio hapo ndo akachukua hao watoto. Hali yao mwanzo ilikuwaje? Yaani sasa hivi ukiangalia kama bado hata utulivu wa akili pia hauko sawa. Mwanzo ilikuwaje, ama wameathirika na haya aliyopata? Ameathirika na haya aliyopata. Alipotoka hapa mwanzo alikuwa vizuri kabisa na akili zao vizuri. Sasa mpaka akili zao zimekuwa haziko tena sawa. Hata kimwambia kitu hawakusikii tena. Na kule walikuwa nasoma. Hao walikuwa wasoma. Sasa hata ukiwaambia hesabu hata mpaka 10 hawajui, hata andika jina lako hawajui.
Kwa hamna mtu anayejua kama wanasoma? Hao wanasema alikuwa anasoma anaongea Kiingereza, tukiambia waongea hata Kiingereza hamna. Kwa madaftari hakuna? Hakuna. Uniform? Hakuna. Ni picha tu ile ya chekechea alileta hapo ofisi ya mtendaji akaiwacha hapo. Kadhalika tumeutafuta uongozi wa eneo hilo na umetueleza namna ulivyofuatilia tukio la awali na la sasa. Wakati ninyi mnaandikiana maelezo ya kwamba hao watoto waondoke na huyo shangazi yao, pengine hali ya watoto ilikuwaje kwa wakati huo? Hali yao ilikuwa mbaya. Walikuwa tu yani wakikaa kidogo nani mmoja alikuwa anatoka. Na kujua kila wakati. Na alikuwa na harufu mbaya. Ndio. Ilikuwaje ukakubali waondoke ile hali kwamba kuna kesi inaendelea mahakamani? Kama familia zote nimeshasema watoto wajua wako wapi? Mimi wakaamulia maamuzi, nisingeweza kupinga maamuzi ya familia zote. Lakini mtuhumiwa aliachiwa baada ya kupelekwa magereza. Watoto wakasema kwa huko walipoachiwa huko magereza wakasema kwamba hana hatia. Lakini cha ajabu aliachiliwa karudi mtaani bila sisi kutoa taarifa. Maana hakuna tena mtu alirudi nyuma, hata ustawi wa jamii, hata nini kusema jamani wala watoto wameenda wapi au wanafanywa nini au wanalishwa na nani, hakuna. Alitokaje mpaka akarudi uraiani? Hatujui. Hilo ndo hatujui. Halifahamiki. Uliweza kuongea naye baada ya kurejea nchini na watoto? Nilimwita hapa ofisini. Ukazungumza naye? Nikazungumza naye, lakini aliangua kilio cha ajabu. Baada ya kumwambia kwamba kwa nini ulipeleka watoto akaenda kufanya tena kitendo cha kinyama. Akaniambia, mtendaji, kweli mimi nichukua watoto niwatoe kwenye uharibifu niende nikaweke tena kwenye uharibifu? Yaani kilichobakia hapa ni kilio cha kikubwa cha hatari. Na kwa nini hiyo changamoto imekuja kubainika na watu wengine tofauti na yeye ambaye alikuwa anaishi nao watoto? Mimi kwa kweli hapo sijajua. Hapo limeniweka mimi kitendawili tega. Kitendo cha hao watoto kuondoshwa nchini, tukisema kwamba pengine ni lengo la kutaka kuzima hiyo kesi ya kubaka na kulawiti, tunaweza tukawa tunakosea? Sijaona kama ilikuwa kufuta ushahidi. Maanake kama wangehitajika si wangeleta tu.